Nimekutana na hii, embu tuisikilize kwa pamoja. Wananitega wajinga. Kuna sababu nyingi sana zinazoweza kukupelekea uweze kukutana na changamoto hii, ikiwemo kushindwa kuitunza sauti yako vizuri. Kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukavifanya na hivyo vitu vikakupelekea kuweza kupata changamoto ya voicing cracking kama iliyompata dada yetu hapa katika hiyo clip ambayo tumetoka kuisikiliza. Lakini nitakuletea vitu vichache ambavyo hivyo vitu ukivitumia vinaweza vikawa sababu ya kupunguza ubora katika sauti yako. Kitu cha kwanza ni kuto kupata muda mzuri wa kupumzika. Tunajua ya kwamba wako busy sana, wanafanya kazi nyingi sana, lakini ukiwa kama muimbaji ni muhimu sana uweze kupata muda mzuri wa kupumzisha kuanzia mwili wako na sauti yako kiujumla. Na hiyo itakusaidia uweze kupata sauti yenye afya. Kitu kingine, waimbaji wengi sana hawana desturi ya kutumia maji mara kwa mara. Na hiyo inawapelekea makoo yao kuwa makavu na koo lako kupata changamoto ya kukauka mara kwa mara. Kwa maana hiyo, utakapoenda kufanya uimbaji, sauti yako itawahi sana kukauka, mwisho kupata hizo voicing cracking. Kitu kingine, waimbaji kama Zuchu ambao mara nyingi huwa wanapendelea kuimba sauti za juu, ni muhimu sana kuweza kuepuka kutumia vilevi vikali. Hivyo vinaweza kupunguza ubora wa sauti yako, na hata pale utakapohitaji kuimba high notes, kwa maana kwamba sauti za juu sana, utapitia changamoto kama iliyomkuta dada yetu hapo. Kitu kingine, na hiki ni kitu ambacho waimbaji wengi sana wanafanya makosa, hautakiwi kuongea katika hali ya shouting. Yani kwa maana kwamba labda tumnabishana na watu, unatumia nguvu kubwa sana kuitoa sauti yako. Hiyo inaweza ikawa moja ya changamoto ambayo itakusababishia sauti yako kupungua ubora. Na ni kwa nini? Kwa sababu ukiwa unaongea kutumia nguvu kubwa sana, unatumia eneo la koo. Na eneo la koo ndipo tunaweza tukasema engine ya sauti ilipo. Kwa unapokuwa unaisumbua mara kwa mara na unatengeneza udhaifu katika koo lako, vocal cord yako itakuwa inavimba mara kwa mara, mwisho kukosa ubora katika sauti yako na uimbaji wako kiujumla. Unakuta kuna waimbaji wengine wanatakiwa kwenda kuperform kwenye stage, backstage wanapiga kelele sana, wanazitumia sauti zao kwa sababu kuna muziki mkubwa, wanashindwa kucontrol sauti zao za kuzungumza. Hiyo pia inaweza ikawa sababu kubwa sana. Ukipanda kwenye stage, sauti yako utaikuta imepungua ubora. Kwa ni muhimu sana kuweza kujua na kuzingatia. Na kuna wengine pia unakuta wanaenda studio kurecord, wanaanza kutumia vinywaji ambavyo hawana uhakika navyo ya kwamba hivyo vinywaji vinaweza vikawa vina msaada mkubwa kiasi gani katika kuboresha sauti zao. Wanatumia vilevi na vitu kadha wa kadha ambavyo vinaweza kuwa sababu ya kuweza kupata voicing cracking, kwa maana kwamba wakiwa wanaenda kurekodi watapata changamoto ya sauti kukatakata. Kwa ni muhimu sana ukiwa kama muimbaji kujua ni nini unatakiwa kutumia kwa wakati gani, ili uweze kuwa na sauti yenye afya, mwisho kufanya kitu bora katika uimbaji wako na sauti yako kiujumla. It's me Melchior, asanteni sana kwa kuendelea kunifuatilia kwa somo hili na masomo mengine. Kama umependa hili, hakikisha una like, una comment